This is one of the biggest problem. Sisi kama politician, we don't condemn bad things due to tuzipoteshe kura. You come to see that there are many politicians who are aware ni kitu gani inaendelea. Hata wengine walikuwa akienda pengine kwa hizo makanisa. I think we need to come to our senses, our brain, kujifikiria when we are doing anything. Ama tunaomba kura, tuombe kura kwa njia ina hekima, tukiangazia wale tunashughulika na hawa ni nani. Nyumba 10 ilikuwa wapi? Administration ilikuwa wapi? Special branch ilikuwa wapi? Chief alikuwa wapi? Pengine unaweza kusema dio kwa sababu ya transfer hapa na hapa, pengine anaweza kosa kuwa na information. But the chief is a permanent person from that area. Nyumba 10 ni watu wa kutoka huko. Pastors wengine, what were they doing? The problem we have, and it's a big problem. Kama Mackenzie ataweza brainwash watu mpaka wafe. I want to let Kenyans understand this. It is the same thing some of politicians wana brainwash watu. Wanachaguliwa kwa ukabila, wanachaguliwa kwa vyama, kwa sababu watu wanachaguana ni nani? Ni watu walikuwa kwa Mackenzie. It's the same big number of those people. They are still the voters. So, sasa tumeangazia watu yote na serikali kila kitu yote mambo ya Mackenzie. But I want to ask the question to the Kenyans. Nimeona Azimio wakiangazia kuanza kublame serikali na mambo yote. Naona na blame hiyo mambo yote, ningetaka wajue ni watu wangapi wa region yao wamekuwa huko. Because the people who have gone there mostly, they are from certain region. Wengine wametoka mpaka kwao. Wengine wasikia kutoka Western, wengine kutoka Nyanza, wengine kutoka Ukambani. Where were the leaders also wa Ukambani? Wale wanajua watu walikuwa naenda huko Western, wale wengine. We must be sensitive like leaders. Lakini nataka niseme hivi. Kama watu hawa ndio voter, ambaye pia wanaangaziwa na wanasiasa wa ukabila, wa dini, kwa region, kwa vyama. That's why you are seeing when Azimio like now they are bringing the government. This is a disaster. Hii ni kitu angaziwa mpaka na CNN, BBI. So we need BBC. We need to come together. There is no time of blaming na kujiandika kusema serikali. Wewe unasema serikali, wewe na wewe ni nini umefanya kwako? This is the time we should come together, all of us, and put from one side and see how we can be able to help. Otherwise, we are going to leave this issue. After mambo ya Mackenzie ikwishe, tutaiwachia hapo, lakini ninauliza, ni makanisa mangapi tunajua? Both side ya Azimio, both side ya pande yetu, ya Kenya Kwanza, ni makanisa ngapi tunajua wamepewa radio station, TV station, and what they are preaching, we are seeing all of us. They are calling people money. They are diverting the attention of the book of God, and we are seeing. Lakini sasa tunaona mambo ya Mackenzie. Lakini nyuma, we need to turn our eyes behind. Tuanze kuangalia the issue of the churches. Bila inaendelea. It is a problem. Kuna zingine watu wanauza pesa, wanauza property zao pia wanawapelekea. Issue serikali and the government and also the leaders, they know the truth. Wanasema wanaweka miracles. Zingine ichunguzwa kwa sababu just punish. Mtu amefungwa mguu, naona amepewa pesa, ati mguu imefunguka, anachukua anaweka miti yake ya kutembea chini, anaanza kukimbia. I'm not refusing, there's no miracle and there's no healing, but it has been used badly.
by the Kenyans, by the churches. We have seen it. Wale watu wote kuamini, I don't know how to mention them. These churches can they be looked at and be vetted without fearing? Ama to regulate mambo ya makanisa, even a body abide before any lessons, they can be able to pass themselves, the body of the Christ. Ile watu wanajua mambo ya kanisa. And you can see now, the big churches are quiet now, because also they have their own problems. We saw them in the politics, also siding saying, huyu ni wa kutoka kanisa yetu. Do you support a leader because he's from your church? Surely. Those are the issues we want to ask ourselves. Do you support someone because he's from your church? That is wrong. When we are electing leaders, tusahau mambo ya region, tusahau mambo ya vyama, tuchague mtu na manifesto ya chama ile tunaona itaweza kutusaidia. And then if you don't do that, we are seeing the problem. Saa hii mambo ya Makenzi itakuisha. Kulikuwa Muliondo, watu walienda Muliondo, wanatolewa hospitali, they died, no action which was taken. So where are we going? Why are we not coming together? Tukubaliane, what do we do on this issue? Saa hii we are busy. Kamati ambayo ilishaguliwa kuangalia issues ya baadhi ya Azimio na baadhi ya UDA, Kenya Kwanza, waanze kutengeneza mazungumzo. Busy waone vile wataweza kuchukua serikali. Kama ni Azimio, utaongoza nani wakati watu wamekufa wamekwisha? I hope those things should also first be stopped. Isimamishwe. Waanze kufikiria the disaster ya nchi. It should be the priority. Even the parliament, it should be the priority. Discussing about the churches. Discussing how they can be reformed. Discussing ni kamati gani itaweza kuwekwa. Regulate. Maoni ya makanisa. Watokee tujue what can it be done, because this is a disaster for this country. I'm telling you that. And it's going to affect the politics, and the politics also is going to affect churches. Why can't we come together and look what can we do? Sasa hata hii mambo inaongewa mazungumzo, I'm wondering, there's no agenda ya kusema wale watu walichomoa maduka na wakachomoa vitu yao, na hospitali ikachomwa, kanisa ikachomwa ya AIC, mosque Kibera ikachomwa, Kisumu watu wakakuwa rooted kwa duka vitu zao, Nairobi the same, magari ikaharibiwa, watu wakakufa. Let me tell you, hii kamati mnasema mnakaa chini, that should be the agenda first. Who is going to compensate these people? And who made to happen? This should be the issues. Hawa ndio wanachagua sisi. Then mmewacha mnaenda kuzungumza issues. Vile mtashikana, vile mtapanga mambo ya uongozi ya nchi. But nobody thinking about Wanjiko who voted. Aliumia, akapoteza biashara, akavunga duka zake, zikawa rooted. Why is it not to be agenda first? You must do the hearing first before the discussion. Musikiri Wanjiko ni wajinga, muzungumza mambo ya possession na nini na mambo ya nusu mkate vile mmesoea miaka yote, and Wanjiko is suffering. We need to think twice. What are we doing? And let me tell you, there's nothing will happen good in this country if you don't depend on our sin. All of us, we are sinners. And ask God to forgive us. Kwa ile mambo inaendelea na tunashindwa kuyatimiza. Na tuko kama viongozi. Na jukumu ya kuongoza is healing those things. And we are not doing that. We are diverting our attention kuingia mambo ya pande nyingine na kuingia mambo ambaye haimhusu Wanjiko.
I think it's the high time wana Kenya we review many things. Even if it's the constitution, let's think properly. What do we do? Because even now, we have a problem of the money going to the counties. Lakini nauliza, wizi yote hizi imefanyika county, nani ameshikwa, nani amestakiwa? So Kenya is free, you steal, and you will be done nothing. Is that the Kenya we have? And I want to tell Kenyans one day they will remember. Ile pesa inaendeka county, kama ingekuwa ingefanya kazi ile inahitajika kufanyika, this country would be very far. Na ungekuwa tumeinvest kabisa in a good way. The money stolen. Wengine wanajifanya angels, magavana. Hebu moja atokea aseme, niandikeni mimi kama nina wizi. You'll be shocked. Those who are preaching peace, who are preaching not to steal, wanakunywa wine when people are drinking dirty water. It's full of the stealing. Hakuna kitu kingine iko. Kwani wakati tulikuwa na county council, the county councils were doing, and most part were doing so well, and they were collecting money. Ni nani amesikia leo any governor akisema this is what we collected and this is what we given? They just talk of what we want to be given. Baka gari kupark, there are all those parking charges. Magari baka industrial area, baka kwako kwa nyumba, gari ikiwa hapo nje, kuna mtu yuko na kaputi ya hero anauliza parking. Hii pesa yote haikuweko mbeleni, inaenda wapi? Let me assure Kenyans, if we are not going to be ready kuweka inchi pamoja, we are doing that thing. And we don't want to go the way like Rwanda. Watu wakupe milioni 2 ndio tujijue na tujifikirie na tukubali kutubu makosa yetu. Let's not go in that direction. Because to me, that direction is very near. If we are not careful, that direction is very near. Na ndio naona nakuja na Makenzi, ingine nakuja na makanisa, ingine nakuja na siasa, ingine nakuja na demonstration, ingine nakuja na parties na nini. Those things, they will collide one day and we shall lose a big number of Kenyans. Let's support the government which is there. I'm not saying that because I'm in the government, but the government which is elected. Tuisaidie, tujungane pamoja. Ikifika wakati wa uchaguzi, then we shall go in the election. Mtu atauza policy zake, lakini sio policy ya uongo na ukabila. Because today, watu wengi hata Azimio wanasema, and I assure you, wewe pahali yuko, hebu enda uulize mwananchi wanafanya demonstration. Uulize, saba ni nini? What is saba? He doesn't know what is saba at all. The most important thing is the form 34. Hiyo ndio inachukuaga kura kutoka kwa polling station, inaleta mpaka nini? So inaandika mpaka kura za president na nini. Huko ndio tungekuwa tunaangazia to tighten more kwa sababu ya wizi ya polling station. Hiyo ndio tungekuwa tunaangazia sana. Lakini ukiambia mwananchi saba, everybody now, saba ifunguliwe, open the saba. Open the saba. Ukimuuliza what is saba, he doesn't even know what is the saba. Lakini mnaletoa ile lugha ya rahisi kuweza kuelewa. This government is trying. Unga imekuja chini, mafuta inakuja chini, uchumi, mvua, Mungu ametuletea mvua. Everybody is busy in the shamba. Wakati wengine wanatengeneza mambo ya maandamano. Maandamano mtatoa chakula wapi? Go in the shamba, do maandamano in the shamba. Tumepanda wengine. Sasa maandamano yetu ile imebakia ni ya watu wamejaa shamba kulimia. Hiyo ndio maandamano ili tuweze kupata chakula. Lakini this all other thing because of one person. Kama ni mtoto wa Kalonzo hapa Yala alichaguliwa na hii system. Daughter of Raila Odinga hapa Yala. MC amechaguliwa. Ndugu yake nominated na ile miaka hako naye.
MP, women rep, senator, governor wamechaguliwa kwa hiyo system. So hii issue ya kuna hii moja inaibagwa kila siku, imeibiwa. People should now start looking at the vehicle, and the vehicle of checking all those things. Tungekuwa tuna concentrate na mambo ya IBC. Saa hii we are busy other things. Do you know we have not even completed electing IBC? Kuna viti ziko vacant for now. There's a vacuum. Nata taongoza hiyo uchaguzi. All our brain we should now put hii gari ya kutupeleka kwa mambo ya hiyo mnasema saba hiyo inatupeleka kwa form 34. Hiyo inafanya watu sita wachaguliwe. This vehicle is very important for Kenyans. What are we going to do on this vehicle? As every morning ule mtu ana gari nyinyi matajiri, first thing asubuhi dereva yako ama wewe ukijibeba ni kufungua bonnet, kuangalia dipstick, uangalie oil kama iko sawa sawa. Unafungua tangi ya maji, uangalie kama maji iko sawa sawa. That is assurance hiyo gari itakupeleka pahali unataka kwenda. Tujenge ABC, tuweke dipstick, tuweke maji, that all of us itatubeba, itufikishe pahali tunaenda bila kuwa na shida. Without that, iko henya wanyanya, sava, watu wamekufa, nini, kaka, mambo ambayo haitatusaidia chochote. God has forgiven us and brought in opportunity ambaye Mungu anatupea for free. We are not planting. We are in maandamano, abusive language, nini haitatusaidia. Let's come together Kenyans and let's think well soberly. Hiyo mambo ya makezi nafanyika huko, I want to repeat it again. Those are the voters. Those are the people in the ground. Na kama wanakuwa convinced mpaka waende wakajiue kwa njaa. Wale wanadanganywa na pesa on voting. Wale wanadanganywa na ukabila. Wale wanadanganywa na vyama. They are still there. Let's be sober. Like international countries. We have no time to lose. Tutafika pahali sasa tuanze kusema, sasa turuki kwa IBC. Border review up to now. They have some constituency carrying big number which can be divided 3 times or 4 times. Hiyo hatufinyili watu mnataka kuongoza. Hatufinyili hawa. They're getting the CDF the same MP as one. Money allocation wanapata the same. But you see, an example like Naivasha, if we divided according to the law and to the constitution, we should have 4 MPs. Naivasha peke yake. 4 MPs. Now it has only 1 MP carrying in a CDF. Voters are about 200 or 300 now in Naivasha. When other constituency, watu wanachaguliwa na kura 8,000 na 10,000. You are given the same CDF and you are given more mileage kwa sababu mko mbali sana. All beneficiary benefit. Munapewa ya kiangazi, munapewa ya nini? Lakini let's care about the Kenyans. Let's be one Kenya. One man, one vote, one shilling. Imalize shida yetu yote na to respect each other. Why do you want to eat more than the other person? Why do you want to benefit more with money than the other person? Na shida yetu ni moja ya masomo ya kila kitu is one. Kenyans, wake up. We are in the problem. Big one. Angalieni nyuma. Nugu uona kundule la mwenzake inaichekelea kwa kuchafuka. Wewe angalia kundule lako pia. Wacha kuangalia hiyo mchungaji. Wewe jiangalie kama mchungaji pia wewe. Kanisa yako iko namna gani? Mazungumzo yako iko namna gani? Ukabila yako iko namna gani? Corruption yako ukiwa mtu kiongozi wa kanisa, corruption yako iko namna gani? In the society. Unadanganya watu namna gani? Unasoma pahali unataka all the time. Wakati matoleo haina hakutosha, you know where to mention.
Unataka kanisa tuchange, tukununulie kiwanja kwa jina yako, tukujengee kwa jina yako. That is personal property, it's not the church. We would like to hear. NCCK, where are you to sort out these churches? Pentecostal churches, where are you? You must be front. You condemn hii mambo. Ni kwa nini hakuna pastor ataweza hubiri na huyo mwingine 1 year? Lazima aende afungue yake. Hii lessons watu wanajipea using extension. Ni kama lease extension ya shamba. People are using extension of the licenses of their church so that they can be bishops and collect money from all the small churches. Ili wamefungua kama branches. Wewe usaidike, utajirike, uende na gari kubwa, lakini unanyonya mwananchi kwa kupeana tu branches. And when I'm finishing, surely, also, if we are not going to go in planning of the country, you're going to have a big disaster coming also. Because you cannot subdivide the shamba. Kwa mfano, maybe 2 acres. You divide that shamba 50 by 100. You have no condition of subdividing. There's no road, there's no water. Then you sell to the church. Wanajenga kanisa, inakesha usiku mzima. Mtu ule mwingine naye amejenga nyumba pale ya kuja kupumzika. Ule mwingine amejenga bar, ule mwingine amejenga butchery. We are failing in this country if we are not planning. Before tukizaliwa makanisa ilikuwa na sehemu yao identified. Ndio wakifanya kesha na mambo ya usiku, they are not disturbing mtu ambaye amekuja kupumzika kutoka kazini. Watoto ambao wanataka kufanya homework, they would be comfortable. All these things imechanganyika, and they are the most important thing we should be discussing in this country. But we are busy fighting with the government, looking how we should be there. Let me tell you, Azimio, I'm not saying that you have no rights in democracy, but I'm telling you, even if you are the one who is now in the government, this problem could just be continuing. This problem should be fixed na mtu wako ndani na yule yako nje. Tupange, tutengeze nchi mzuri. Tukienda kwa uchaguzi, tukute nchi ambaye ina usawa, ina uhaki, ina mambo ambaye inafaa. I think that should be the direction.